nilifika hapa kama nimechelewa kidogo. Nilikuwa na function kule Lugari. Nikatoka huko, nikapigia Khadija Nganya, nikamwambia nitakuwa hapa saa 8 kamili. Lakini nikapigiwa simu kutoka mahali, nikamwambia niende kuangalia barabara nyingine hapa Ikolomani. Kama lami inawekwa ama haijawekwa. Tumepitia hapa nikaona lami inawekwa. Na hiyo majibu nitarudisha. So mmenisamea? Basi kwa majina mimi naitwa Ayub Sabula Ngatia kwa wale hawanijui. Na mimi ni mtoto wa pastor na nimebatizwa River Jordan kwenye Yesu Kristo alibatizwa kule Israeli. Mimi si kama Madam Priska hapa amebatizwa River Jordan hapa. River Jordan ikienda Lake Victoria. Mimi nitakuwa tuna mawili, alafu ni invite Khadija Nganya awaambie vile mtapata transport ya kwenda nyumbani. Na kwanza ni kumshukuru Madam kwa kutengeneza kikao kama hii. Na mimi ndio tumekaa pale na Madam kwa sababu tulikubaliana hii mkutano ile tulikuwa na Baholo. Silikuwa na Baholo. Kwa mkutano ya huyu tukasema lazima tukuje hii mkutano ya machiefs. Nimeona it has been very successful. Na vile nimekaa naye pale nimemwambia kabla mwaka huu hujaisha Khadija atawalete nyumbani kwangu Lugari nyinyi niwafungie ng'ombe tufanye kazi pamoja. Hizi itakuwa sawa. Kwa sababu nataka ushirikiano na nyinyi. Jambo la pili, tumesikizana pia na Mheshimiwa Shimaka na Mheshimiwa Kevin that since tumeanza na hapa Mumias West, Mumias East na Matugu, pia twende tufanye Lugari, Likuyani, Malaba. Tukimaliza tufanye Shinyalu, Ikolomani, Kuisero. Tukimaliza Kuisero tufanye Lurambi na Baholo na Bote. Alafu hii ikao iwe rotational, tuzunguke kila mwaka, tunazunguka na nyinyi ili tujenge welfare. Hivyo ukiwa na shida unapata opportunity ya withdraw from welfare, inawasaidia. Sio toka mzuri. Na mimi nashukuru rais wetu William Ruto. Na yeye pia amejali Giguru. Sasa hii at least utaanza kupata stipend kidogo 1300, sio hivyo? Na mnajua hata mimi ni mtoto wa mtu mkubwa sana. Si mnajua babangu? Babangu alikuwa mtu mkubwa sana kabla hajaanza. Alikuwa ameshinda hata president. Babangu alikuwa nani? Anaitwa Sokoro. Alikuwa anafanya kazi gani? Ati? Kuja sema. Alikuwa daktari. Hapo umemisi. Wale mwenye amesema alikuwa ni guru kuja chukue 1000 hapo. Sasa babangu alikuwa mtu mkubwa kabisa. Babangu alikuwa ni guru. Mimi ni mtoto ya guru. Sasa msijidharau, hata nyinyi mtazaa watoto watafika mbele. Na nani anakuambia safari yako president future? Ndio kwa sababu nataka ushirikiano na nyinyi. Mimi nimesema nitasimama na jamii na wawanga. Election ilipita ya 2022. Mimi niliitwa Ikulu na rais mstaafu. Sasa hivi si rafiki yangu kwa sababu tunapigana kidogo. Uhuru alikuwa amekaa hapo. Raila alikuwa amekaa hapo. Hatimaye Raila ameenda. Paranya alikuwa hapo. Eugene Wamalwa alikuwa hapo. Eseli alikuwa hapo. Mimi, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakaniomba I step down nisaidie baraza awe governor. Nilikubali ama sikubali? Na mimi siwezi acha baraza. Tufanye naye kazi amalize 2032 alafu na nyinyi mniangalie na macho mbili. Mimi sina maneno. Ama namna gani? Na nyinyi mmesikia tunagombana na baraza. Mimi mtoto mtiifu, mtoto wa pasta. Mimi nafanya kazi yangu, ndio hivyo. Na support baraza fully. Jana nimekuwa naye kwa nyumba usiku kwake hapo nakula dinner. Nikamwambia hii function ya Khadija lazima mtumie kitu. Akasema anatuma 1100. Imefika ama haijafika? As a leader lazima mfanyie kazi.
Sasa imagine nyinyi wa Wanga mungechagua hii mkora Cleophas Malala. Hii kaunti tungekuwa wapi? Hii kaunti tungekuwa tuna auction imeenda. And I just want to give you a simple example. Uongozi si kumwaga damu. Madam Priska hapa ametengeneza mkutano mzuri hapa Madaraka Day. Hapa kwa hii uwanja Boma Grounds hapa. Watu wametoka Wisero, wamebebwa na basi. Kila sub county. Wengine wametoka Lugari, wengine wametoka Likuyani. Huyu kijana na ukora yake na afikiri hata kusonga mbele kwa sababu alichukua ngumu sana kwa yeye kuwa kiongozi kaunti tena. Anapatia vijana hapa na boda hapo shilingi 200, 500, 500. Rumama huko basi. Wanapigwa mahali kwa basi. Is that right? Is that right? At because you are fighting baraza. Sasa hata mama amekosea nini? Watoto. Halafu kwa geti ya baraza hapo Harambee, Ulimbo Girls. Watoto wa shule wametoka music festival. Yeye amepanga rani na ile mkikuyu mwingine mkora anaitwa Rigiji. Saa hiyo wanafikiria hawa watu wametoka kwa function ya baraza na president Kakamega na ni watoto wa shule. Unapiga watoto wa shule mambo kwa basi. Malala, I'm telling you, you never be a leader in this county. Mungu anao. Sisi tubaki na baraza kumaliza, mimi nichukue na hapo juu tumejipanga pia. Ndio. Sisi hatuna haja na kiti ya deputy president. Sisi tuna haja na barabara ya lami, tuna haja na hospitali nzuri. Alafu 2032 sisi wenyewe tukalisha vijana wetu. Hapa kuna Waparanya, kuna Musalia Mudavadi, kuna Wetangula, mmoja wao lazima awe rais 2032. Sisi we are community number 1 in this country. Na Musalia ama Wetangula ama Waparanya wakimaliza miaka 10, baraza naye atakuwa ameiva, aingie tena miaka 10. Na baraza akitoka miaka 10 rais Samula aingie tena miaka 10. Ile Wakikuyu walikula 35, hata sisi tukule 35. Ndio. Si hao kale wanaenda kula 34. Kwa sababu mmoja alikuwa 24, alafu Ruto ataenda 10. Itakuwa 34. Na Wakikuyu wamekula 35. Waluya lazima tukule yetu 30. Ndio tuweke barabara kila mahali. Hata kama mama ni kuanika nguo kwa hiyo barabara sawa, ya lami sawa. Kama ni mahindi sawa. Uongozi ni kulete mali nyumbani. Sasa mtatushikilia. Ukisema tu sana mzuri. Na mimi nimwambia mheshimiwa Khadija hapa, wewe kalia tu pale kwenye Ruto. Hakuna haja kwenda opposition. Commission yake inaisha 2028. Lakini mkideliver kura hapa kwa Ruto hapa Wanga na Matungu, Ruto apate 100%. Mumias East 100%. Mumias West 100%. Si Khadija kazi yake itaendelea? Sitaendelea. Na tutaiba huyu madamu huyu. Tupeleke national government kama PS. Ndio nafasi ya county aache na mwingine aingie hapo kama. Siasa ni kujipanga. Msinione tena mwili kidogo. Mimi na akili mingi sana. Mimi ukanigombea mimi na Bongo Mumia. Na mimi najua wengi hapa hawajui historia ya Bongo Mumia. Mimi nikiwa university kufanya PhD, nafanya research kwa na Bongo Mumia. Na nimefikia mahali naelewa na Bongo Mumia ni nani. Je, na Bongo Mumia alikuwa anatawala kuanzia huko Busia mpaka Naivasha. Wewe hamjui? Nyinyi mna damu ya uami, damu ya uongozi. Kule Malaba kwa kina Kevin hapo. Hata Kevin nikuulize swali utajibu. Representative wana Bongo Mumia kule Malaba alikuwa anaitwa nani? Kumbe anajua. Anaitwa Mwanza. Kumbe congratulations. Kumbe unamsoma. Lakini wewe ni mtu elefumisikia mmoja. Alafu representative wana Bongo Mumia hapo Bungoma alikuwa anaitwa nani? Wewe mama jibu. Sudi. Wewe kule wewe pia.
Mnashika hivyo? Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Tumekaa hii kikao na the main objective ni kusaidia William Ruto arudi tamu ya pili. Tumekubaliana hapo? Na nyinyi kwa sababu nyinyi ndio watu mnakaa grassroots level, chini mashinani. Nataka saa hii tuandikishe kura na tuanze na vitambulisho. Chief kwenye huko distribute hizo vitambulisho. Distribute kwa vijana vitambulisho, na hakikisha kijana kama amepata kitambulisho, ameenda kuregister, amepata kadi ya kura, ili kifika 2027 tuwe na kura milioni 4 ya kupatia Mheshimiwa William Samoei Ruto. On that basis tuanze kudemand maendeleo na tumwambie jamii ya Wakalenjin, ongelesha hao support Muluya awe rais. Hesabu rais. Na jamii ya Wajaluo hapa, hao ni rais. Tutaenda tuwaombe. Tumepigia Raila Amolo Odinga kura mara 5. Bahati mbaya hakufa. Sasa ni wakati wao wa kurudisha mkono. Na hata ukitumia akili. Hao kwa Wajaluo kuna mtu yuko ready kwa president kweli? Uhuru Odinga miaka imeenda. Gladys Wanga atakuwa malizia ugavana, hata kama amejulikana Kenya mzima. Orengo miaka imeenda. We have an opportunity in Western kutoa rais 2032. Hebu nione tutam ya Ruto hapa. Hebu nione tutam ya Fernandez Baraza. Tuko sawa? Sasa niambie nani atatoa baraza? Ati malala hii. Mama Yesu yarudi kiti yake. Hata wala moto hajali bwana. Mimi nikiwa nachoka ukinitengeneza rali 10 na uweke LC hapo atamaliza rali 5 na mimi. Hapana. Yeye ni mchezo. Ngoja wakati ifike. Kwa hayo mengi sana, Madam Khadija Nganye kuja tangazia hapo na atapata fare, lakini pia mimi nasukuma mchango wangu wa shilingi 1,100. Deputy Governor Onyala nakuwa Onyala. Toka kuona vile Onyala. Makofi mazuri. Mheshimiwa Deputy Governor Sabula. Nashukuru sana, dakika moja tu Mheshimiwa. Thank you so much Mheshimiwa Washiali. Tumemaliza mkutano wa leo, na kabla sijamuita yule ambaye atatoa vote of thanks, ningependa kufanya announcement. Wakati Chief Omulisi ambaye ndio chairman wa welfare ni approach tusaidie welfare, nilimweleza kama tunasaidia welfare ya machief. Nilimuuliza, je, ni chief wote wako kwa hiyo welfare? Akasema hapana, kuna wengine hawako kwa welfare. Nikamwambia ni sawa, lakini kama tunafanya mkutano wa chief, wacha